Hivi, umeshawahi kufikiria kuanzisha shamba lako au mradi wowote wa kilimo, lakini lile wazo la kwenda benki kuomba mkopo linakukatisha tamaa? Basi, leo tutachambua wazo moja la nguvu sana, jinsi ya kuanzisha biashara yenye faida kubwa ukitumia mtaji mdogo sana, na muhimu zaidi, bila kabisa wazo la kuwa na deni. Na hili ndilo swali la msingi, sivyo? Inawezekana kweli kujenga kitu cha maana bila kukopa? Yaani, wengi wetu tuna ndoto za kuwa wajasiriamali, lakini ukishasikia tu neno deni, ndoto zinaanza kufifia. Lakini usijali, leo tutaonyesha njia mbadala, njia ambayo ni ya uhakika zaidi. Na siri yenyewe ni hii hapa. Rahisi kabisa. Wazo lote limejengwa juu ya wanyama hawa. Ni wanyama ambao ukiwapa mwanzo mdogo tu, sio tu kwamba wanarudisha gharama zao, bali wanazalisha faida inayokuza biashara yako yenyewe. Yaani, wanajilipia na kukuza mtaji wako. Okay, basi tuende kazi. Tuanze na wale ambao hawana subira. Kama wewe ni mtu unayetaka kuweka pesa yako leo na uanze kuona matokeo kesho, basi hii sehemu ni kwa ajili yako. Hawa ni mabingwa wa faida ya haraka. Hebu tuitazame hii ratiba. Inatuonyesha wazi wazi jinsi gani unaweza kupata faida kwa kasi ya ajabu. Tuna kuku wa nyama kwa siku 45, sungura kwa miezi 3 na nguruwe kwa miezi 6. Mshindi wa mbio hizi fupi bila ubishi ni kuku wa nyama. Fikiria hivi, unanunua kifaranga kwa bei ya chini sana. Ndani ya siku 45 tu, yaani mwezi mmoja na nusu, unakuwa na kuku aliyetimia tayari kwa soko. Unajua hii inamaanisha nini? Unaweza kuzungusha mtaji wako hadi mara 8 kwa mwaka mmoja. Hiyo ni kasi ya ajabu kweli kweli. Sasa, hapa ndipo mambo yanapokuwa ya kusisimua. Angalia hiyo namba, 80. Sungura moja tu jike anaweza kukuzalia watoto wapatao 80 kwa mwaka. Hii sio biashara ya kawaida, ni kama kiwanda kidogo cha faida kinachojiongeza chenyewe. Na unajua nini kizuri zaidi? Kuna masoko mawili kwa wakati mmoja: nyama na pia kuwauza kama wanyama wa kufugwa majumbani. Na sasa, hebu tuache namba ziongee zenyewe. Angalia hiyo tofauti kati ya uwekezaji na bei ya kuuza nguruwe. Ni faida ya mara 6 au hata 7. Na siri yao kubwa ni nini? Nguruwe wana uwezo wa kipekee wa kubadilisha mabaki ya chakula, vitu ambavyo ungevitupa, kuwa nyama yenye thamani kubwa. Hii inapunguza gharama za chakula kwa kiasi kikubwa sana. Najua labda unawaza, sawa, nimeelewa, lakini mimi sina shamba kubwa. Nitaanzia wapi? Tulia. Sehemu inayofuata ni maalum kwa ajili yako. Tutaangalia jinsi unavyoweza kutengeneza faida kubwa hata kama una eneo dogo tu nyuma ya nyumba yako. Nukuu hii inawafafanua kware vizuri sana. Fikiria kuku, lakini wako kwenye umbo dogo, watulivu na wana ufanisi wa hali ya juu. Ni kama mashine ndogo za kutengeneza pesa zinazofaa kabisa kwa mtu mwenye nafasi ndogo. Okay, hebu tuwalinganishe hawa mabingwa watatu kwa haraka. Kware wanaweza kukupa mayai 140 kila wiki. Mayai yao yana bei nzuri sokoni. Minyo wanageuza taka za jikoni kuwa dhahabu nyeusi, mbolea bora kabisa. Na konokono, hawa wanakupa tiketi ya kuingia kwenye soko la mahoteli makubwa ambalo linalipa vizuri sana. Sawa, sasa hebu tuongee kimkakati zaidi. Vipi kama unataka kupunguza hatari na wakati huo huo kuongeza faida? Rahisi. Unachagua wanyama wanaokupa bidhaa zaidi ya moja. Yaani, vyanzo vingi vya mapato kutoka kwa mnyama mmoja. Hebu tumchukue bata kama mfano. Wengi hufikiria nyama tu, lakini kuna mengi zaidi. Kwanza, ni wagumu sana. Hawashikwi na magonjwa kirahisi kama kuku. Pili, na hili ni muhimu, mayai yao huuzwa kwa bei karibu mara 2 ya yale ya kuku. Kwa hiyo, kwa mnyama mmoja tu, unapata vyanzo tofauti vya mapato. Na kama unatafuta kifurushu kamili, yaani uwekezaji wenye nguvu pande 3, basi muangalie kondoo. Huyu ni kama hazina inayokuwa. Kila mwaka unapata sufi ambao ni pesa. Kila mwaka anazaa na kundi lako linaongezeka thamani. Na wakati wote kuna soko la uhakika la nyama. Yote haya kwa gharama ndogo tu ya malisho. Sasa hebu tuunganishe haya yote.
Wazo kuu nyuma ya mifano hii yote ni nini? Ni hii kanuni rahisi tunayoita kanuni ya kujilipia. Maana yake ni kwamba unaanza na kidogo, na ile faida unayoipata ndio unaitumia kuukuza mradi wako. Una haja ya kwenda kukopa, biashara inajikuza yenyewe. Sawa, tumeona fursa nyingi sana za kuvutia, lakini najua swali kubwa kichwani mwako ni sasa nianzie wapi? Basi, sehemu hii ya mwisho ni kwa ajili ya hilo hasa. Tutakupa ramani rahisi, hatua kwa hatua, jinsi ya kuanza safari yako leo. Nukuu hii hapa inabeba siri yote ya mafanikio. Sikiliza kwa makini. Usikimbilie kuanza na mamia. Hapana. Ufunguo ni kuanza kidogo, jifunze biashara inapokwenda, elewa soko lako, halafu ruhusu ile faida unayoipata ndio ikuongoze kwenye ukuaji. Taratibu lakini kwa uhakika. Na huu sasa ndio mpango wako wa utekelezaji. Ni rahisi na una nguvu. Hatua 3 tu. Kwanza, chagua mnyama anayekufaa kulinganana na mazingira yako. Pili, anza na wachache tu, 5 au 10 wanatosha kabisa. Na 3, muhimu kuliko zote, ile faida ya kwanza unayoipata usilie yote, itumie kununua wanyama zaidi. Hivyo ndivyo unavyokuwa bila deni. Basi, tunapofikia mwisho na kuachia wazo hili, angalia rasilimali ulizo nazo, hata kama ni ndogo kiasi gani. Ni yupi kati ya wanyama hawa unahisi anaweza kubadilisha hicho kipande cha ardhi kuwa chanzo cha kipato na ustawi? Fursa iko mbele yako. Safari ya kujenga biashara yako mwenyewe isiyo na deni inaweza kuanza leo. Thanks for watching.